Tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ilitaka iondoe ile sanamu ya Singo hapo Posta, iweke sanamu ya Mwalimu Nyerere. Lakini Mwalimu Nyerere kwa sababu alikuwa na utashi, akaogopa kwamba hao wangeweza kudifanya hata Mungu mtu, wakawia wanatafuta fursa. Basi Mwalimu akakataa, akasema sasa hii ni nchi si ya kisultani, ni nchi ya kupokezana vijiti. Mtu fulani anakimbia na mkabidhi mwingine, akasema acheni, mkiweka sanamu ya kwangu na wengine watakaokuja muweke, mtaweka sanamu ngapi? Akakanyaga ile hali ya uchawa mbele kwa nitaka kuibuka. Nikija kwako Joram, tumesikia kwamba bado natafuta kufika chini ya chanzo hasa cha uchawa. Ni tatizo la kukosekana kwa fursa? Ni tatizo la kukosekana ajira? Ni tatizo la nini? Wewe kijana, tuambie. Asante sana. Ingawa leo tutakuwa tunazungumza mambo ya dini na utamaduni, lakini sichelei kusema pia kwamba hata uchawa wenyewe naona ni kama dini mpya. Uchawa wenyewe ni dini na ina waumini vile vile. Na dini hii ikiwa katika taasisi, utaona kwamba waumini wa ile dini watakuwa na sifa za kujikomba kwa bwana mkubwa. Kwa hiyo wakijikomba kwa bwana mkubwa ni kwa sababu wanania na dhumuni la kupata kitu kutoka kwake. Inaweza kuwa ni hisani, inaweza kuwa ni kitu fulani fulani, chochote kitu. Kwa hiyo ni dini ambayo imebuniwa katika siku za leo, hasa kwa sisi vijana. Unaangalia, ungeenda njia fulani hivi, njia ambayo inatakikana kutia jitihada katika kazi, kuheshimu kile ulichopangiwa. Mtu anaweza kaona njia ile ni ndefu na ina vumbi, ina vikwazo vingi. Sasa ili afike upesi anakotarajia kwenda, basi anakuwa muumini wa dini mpya uchawa, na kazi yake inakuwa ndio vile kusifia. Anasifia hata ambapo wakati mwingine ilikuwa hapastahili kusifiwa. Hii ndiyo dhana ambayo tuko nayo katika jamii, na Kiswahili fasaha cha uchawa ni ubarakala. Ubarakala ni ile kujikomba kwa mwenye nacho kusudi akutazame. Na pia ukiangalia kutokea kwake, asili yake ni kwamba ilikuwa inatoka kwa mtu mdogo, na tangu zamani watu wakubwa walikuwa wakiona hiyo dalili, walikuwa wanawasigina au chawa, kwa sababu chawa anasiginwa na mwenye nguvu akionekana. Hata katika maandiko unaona bwana mmoja alikopo, bwana mdogo ni kijana kama vile vijana wa sasa, anamfuata Bwana Yesu, anamwambia mwalimu uliye mwema. Sasa lile neno tu mwalimu uliye mwema, Bwana Yesu akaona hii ni ile dalili ile ya kunsifia kusudi apate kitu chochote kutoka kwangu. Akamwambia, kwa nini unaniita mimi mwema bwana? Mimi si mwema, aliye mwema ni Mwenyezi Mungu. Naona akamsigina yule chawa ambaye alikuwa anataka kuja juu. Na pia hata hapa Dar es Salaam dalili hizo zilikuwepo tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ilitaka iondoe ile sanamu ya Singo hapo Posta, iweke sanamu ya Mwalimu Nyerere. Lakini Mwalimu Nyerere kwa sababu alikuwa na utashi, akaogopa kwamba hao wangeweza kudifanya hata Mungu mtu, wakawia wanatafuta fursa. Basi Mwalimu akakataa, akasema sasa hii ni nchi si ya kisultani, ni nchi ya kupokezana vijiti. Mtu fulani anakimbia na mkabidhi mwingine, akasema acheni, mkiweka sanamu ya kwangu na wengine watakaokuja muweke, mtaweka sanamu ngapi? Akakanyaga ile hali ya uchawa mbele kwa nitaka kuibuka. Na vile vile alipotoka Toronto, Canada, alikuwa tayari ameshabatizwa udaktari wa heshima. Amepewa cheo kikubwa kile mwaka 1962. Wenzake pale ofisini wakaanza kumuita Dr. Nyerere, Dr. Nyerere. Sasa kipindi kile pia wasomi walikuwa wachache sana. Yeye alikuwa tayari ana masters, MA kutoka Scotland, Edinburgh. Akaona hao wataniweka katika mlima wa tofauti. Badala ya kuheshimiwa nitaanza kuogopwa. Akaikanyaga pia ile hali, akasema mimi ningependelea ninyi muendelee kuniita mwalimu. Hii udaktari huu akaweka kando.
Kwa hiyo tunaona kwamba dalili hizo zilikuwepo tangu zamani za hii dini mpya, lakini wale wenye mamlaka, wenye nguvu, walikuwa wanasigina hizo dalili. Naona hata Nelson Mandela ametoka gerezani mwaka 1990 na watu walikuwa wanatazamia labda angeweza kutoa kauli fulani hivi za kujiona ni mwamba, kwamba nimeshinda gereza na nini, lakini aliposimama mbele Nelson Mandela akasema kwamba I stand before you not as a saint, I stand before you as a servant of you the people. Na pahala pengine watu wakawa wanamsema vizuri, akasisitiza kusema kwamba I am not a saint. Watu walikuwa wanamuona kama ni malaika. Anasema I am not a saint unless if you think of a saint as a sinner who keep on trying. Kwa hiyo hawa watu wakubwa walikuwa wanaogopwa wakipandishwa juu. Wanajua kwamba ni wakubwa, lakini hawataki zile hali, wanazikataa, wanasigina wale chawa. Kwa hiyo nafikiri umetupa mifano kadhaa, lakini umetutoa kwenye dhana kuita uchawa, umesema ni dini. Kuna neno jipya hapo umetufundisha, barakala. Ubarakala. Nimejifunza. Barakala. Mimi mtu wa kanda ya Ziwa huko, kwa hiyo Kiswahili kigumu kidogo. Lakini Mama Grace alizungumzia umuhimu wa kukemea. Na tumeona kama mifano iliyotoa ya kusiginwa, hii dhana ya uchawa hapa karibuni pia ilisiginwa, ilikanyagwa, na sasa haipo tena, usikii watu wakijitambulisha hivyo.